Bwana, kabla yule hajamnasa Kofi Song akashikwa mkono, tayari Mingyu alikuwa ameshafika. Mingyu akamwambia Song tuondoke, lakini yule akajifanya kichwa ngumu. Mingyu akaona kumbe wanijui hawa, akasababisha shoti na kupasua taa zote pale, kisha akamshika mkono Song na kutoka naye. Akamleta hadi hapa, kisha akamwonyesha picha moja na kumuuliza huyu ni nani. Song akanyang'anya ile picha, ila anataka tu kuondoka. Mingyu akamkamata na kumbananisha kwenye ukuta, kisha akamuuliza, niambie ukweli, wewe ni nani? Sasa tukirudi miaka 400 ya zamani, COE aliposaidiwa na Mingyu akamwambia asante sana kwa kunisaidia. Pia akamuuliza Mingyu, wewe ni nani mheshimiwa? Maana umenisaidia mara 2 sasa kutoka kwenye kifo. Lakini Mingyu alibaki kimya, kwani bado hakuwa anajua kuongea. Binti akamwambia, naamini katika hii dunia si binadamu tu wanaoishi, bali kuna mizimu, malaika na aliens pia. Sijali wewe ni nani, bali najua tu wewe ndiye mtu uliyenisaidia. Mingyu alikuwa akimwangalia tu binti. Basi binti akamwambia, mama mkwe wangu akijua kama wewe ndiye umenisaidia atakushukuru sana, na kwa kuwa huna kwa kwenda, basi twende nyumbani pamoja. Lakini Mingyu alibaki akimwangalia tu. COE akaamua kutumia ishara na kumweleza kuwa twende nyumbani ili nikusaidie. Mingyu akamwelewa na wakaelekea wote nyumbani. Lakini maskini kufika, binti hakuamini alichokiona. Familia ya mume wake aliyefariki ilishatangaza kuwa COE kajinyonga akitaka kumfuata mume wake aliyefariki, na watu wakawa tayari wameshaanza kufika kutoa pole. Bana, kumbe ulikuwa ni mpango wa mama mkwe kwa binti auawe. Basi wakatengeneza jeneza feki pale, na mama mkwe akaagiza COE atafutwe popote alipo na auawe mapema kabla hajaonekana na watu, kwa sababu watu tayari wanajua kuwa ameshafariki. COE na Mingyu walikuwa wakichungulia dirishani. Maskini binti akasikia kila kitu. Sasa mpambe mmoja kutazama akamwona binti kwa mbali. Haraka Mingyu akamziba binti kimtindo, kisha akamhamisha upande wa pili na kumleta sehemu nyingine kabisa. COE alikuwa bado haamini. Kuangalia pembeni ndo akaliona kaburi lake maskini likiwa limeandikwa marehemu COE. Basi binti alichoka, akilia akajiuliza, kama COE amekufa, je, mimi ni nani? Ni mzimu au ni nani? COE aliumia sana, kumbe mama mkwe ndiye alipanga kila kitu. Basi COE akasema, nashukuru sana kwa msaada wako toka mwanzo. Kwa sasa nataka nirudi nyumbani niwaambie wazazi wangu kuhusiana na yaliyotokea. Naamini nitakapowaambia wataniambia niishije baada ya hapo. Lakini kwako pia nakutakia safari njema ya kurudi ulipotokea. Najua una uwezo mkubwa zaidi ya binadamu wa kawaida, hivyo najua sitokuwa na mashaka kuhusiana na usalama wako. Kisha binti akamwaga na kutaka kuanza kuondoka. Lakini ile binti anataka kuondoka, mwamba akamwambia, twende pamoja na mimi. COE akashangaa, maana Mingyu hakuwahi ongea kabla. Mingyu akamwambia, twende pamoja na mimi, nitakulinda. Sasa hii ilikuwa ni kumbukumbu ya Mingyu. Song akamsukuma Mingyu pembeni na kumwambia, wewe umeniuliza mimi ni nani? Mimi ni Song. Mingyu akamwambia, ndio, wewe ni Song na sio yeye. Song akamuuliza, kuna mtu unanifananisha naye? Of course, watu wanafanya sajili ili wafanane na mimi kwa sababu mimi ni mrembo sana. Sasa Mingyu kuangalia viatu vya binti akashtuka. Kwenye ile ndoto ni viatu hivi hivi alivyoviona mtu alivivaa anadondokea kwenye maji. Binti akamuuliza, wewe unaangalia nini? Mingyu akamuuliza, je, hivi viatu ni vyako? Binti akamwambia ndio, na kuna pea moja tu, maana mimi peke yangu ndo navimiliki. Bana, inamaanisha Song ndiye ambaye Mingyu alimwota kwenye ndoto kuwa anadondokea kwenye maji. Okay, hii katika nafasi nzuri ya 3 tunazidi kusonga mbele. Story yetu nzuri ya ukweli hii hapa wanaita My Love from the Star. Basi jiunge na familia hii kwa kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia, lakini washa notification bell ili uendelee kupata taarifa zetu kila siku. Basi twende katika nafasi ya 3. Sasa baadaye Mingyu akakutana na Mr. Jang, akamueleza kuwa nimeviona vile viatu kavivaa Song. Mr. Jang akamuuliza, ina maana huyo binti ambaye yupo kwenye hatari ni Song? Mr. Jang akamuuliza pia, je, kwa sasa unamsaidia kama ulivyomsaidia yule binti miaka 12 au utapozia? Leo Giongo akiwa ofisini akawa anamkumbuka Mingyu, akajiuliza, huyu jamaa kama kuna mahali shemuona hivi. Giongo akaaga pale akidai saa 12 imefika na ni muda wa kwenda nyumbani, lakini kiongozi wao alikuwa kamjazia sumu, maana ni kama Giongo siku hizi anafanya anachokipenda. Wenzake wakamzuia. Alipotoka kiongozi wake mmoja akamvuta chemba na kumweleza kuwa unazingua, ukiendelea hivi unaweza kugombana na mkuu wako. Akamwomba aache ukorofi na akawachukulia wenzake kahawa, kwani mkuu wao bado hajaondoka, hivyo hawezi ondoka. Sasa huku mkuu wao akiwa na wafanyakazi wengine wakajaribu kuangalia kompyuta Giongo, wakashtuka wakaiona picha Giongo akiwa na familia yake, ambapo kuna huyu mzee ambaye ni baba yake ambaye ni chairman wa kampuni kubwa, na wapembeni ni kaka yake Giongo ambaye yeye ni director wa kampuni. Wakashtuka na kujiuliza, ina maana tulikuwa tunamsema baba Giongo, kumbe yeye ni mtoto wa chairman na kaka yake ni director wa kampuni. Wakaanza kumuogopa. Giongo akafika na kuwaletea kahawa. Sasa kwa kuwa ashajua Giongo ni mtoto wa chairman, mkuu wao akasema, sasa twendeni nyumbani, tutaendelea na kazi kesho, kwani walishajua Giongo ni mtoto wa chairman. Sasa leo Song akiwa nyumbani, tumbo likaanza kumsumbua pale. Akajaribu kumpigia simu msaidizi wake, lakini akaambiwa, samahani, nimetoka kidogo nje ya mji, au nimpigie mama aje kupeleka hospitali. Lakini Song akakataa na kusema, hapana mama, ni shida nyingine, wacha nitajikongoja mwenyewe hadi hospitali. Sasa Mingyu akamsikia binti akilalamika. Kumbuka ashawahi kuwa dokta.
Mingyu aliposikia binti ana maumivu chini ya tumbo upande wa kulia, akajua lazima itakuwa ni appendix ndio ina shida, yani kiliba tumbo, kwani ashawahi kuwa dokta pia. Akajua lazima binti anahitaji msaada wake. Sasa binti kwa kuwa ni star, ikabidi ajilembe hivyo hivyo kibishi, japo alikuwa hoi bin taban. Kisha akajikongoja na kutoka ndani. Mingyu naye makusudi akajifanya anatoka nje. Songi akamuita na kumwambia, "Samahani, unaelekea wapi?" Mingyu akamwambia, "Naenda hospitali mara moja." Songi akasema, "Afadhali jamani, sijisikii vizuri kabisa, naomba nisaidie nifike hospitali na mimi." Basi dakika chache Songi akafikishwa hospitali. Sasa Mingyu mwenyewe akaanza kuchukua vipimo pale, akampima joto, kisha akawa anagusa sehemu ya tumbo na Songi akawa anahisi maumivu. Akamwambia dokta, "Hii ni appendicitis, yani kiliba tumbo kimevimba." Akamwambia dokta wenu upasuaji ajiandae kwa ajili ya operation. Basi yule dokta akashangaa, huyu jamaa kajuaje? Akamuuliza, "Mgonjwa ni nani wako?" Kabla hajajibu, Songi akasema, ni meneja wangu huyu." Mingyu akamuuliza, "Nani meneja wako?" Songi akamwambia, "Kwa usiku huu unafikiri watu wakijua kama nimekuja na mwanaume hospitali na nina shida ya tumbo, si wataanza kuhisi kuwa mimi ni mjamzito na skendo zitasambaa kama upepo mtaani?" Basi ikabidi Mingyu akubaliane na hali na akakamilisha kila kitu kama ndugu wa Songi. Sasa binti kabla hajaingia chumba cha operation akamuita Mingyu, akamshika na kumwambia, "Tafadhali sana naomba usiondoke. Nitakapofanyia operation nahitaji uwe karibu yangu ili uniangalie." Kabla hajamaliza kuongea, muda ukawa umefika wa kuingia chumba cha operation. Basi Mingyu alisubiri sana na baadaye Songi akatoka akiwa tayari ameshafanyia operation. Sasa Mingyu akiwa kama ndugu wa karibu akaomba kumsaidia Songi kufanya mazoezi madogo madogo ili binti aweze kuwa sawa na kidonda chake kiweze kupona haraka. Basi kesho asubuhi Giyong akafika pale baada ya kusikia kwa Songi ni mgonjwa. Akazuiliwa kabisa kuingia ndani kwa sababu tayari ndugu wa binti alikuwa yupo ndani. Giyong anavyojikubali akajitambulisha kuwa mimi ni boyfriend wa Songi, lakini akazuiliwa na kuambiwa meneja wa binti ndiye anayemwangalia. Mara Mingyu akatoka pale. Giyong akashangaa, Mingyu imekuwa jikwaji yupo na Songi. Baadaye akafanikiwa kumuona Songi na kujua hali yake. Sasa akataka naye kubaki, maana aliona wivu Mingyu kuwa karibu na Songi. Lakini Songi akamwambia, "Wewe nenda tu, mimi nitakuwa sawa." Sasa usiku kuna mzee mmoja alifika pale, akataka kuingia hospitali lakini kasita. Mingyu anapotoka nje akamuona yule mzee, akahisi lazima huyu mzee itakuwa na mahusiano ya karibu na Songi. Sasa ndani Songi alikuwa kwenye dirisha akijaribu kukumbuka momenti mbalimbali za zamani akiwa na baba yake. Baba yake alikuwa ni mtu mzuri na alikuwa akimpenda sana binti, lakini kuna mambo aliyotokea mpaka leo mahusiano ya familia yao si mazuri. Basi binti akajikuta akilia mwenyewe pale. Basi na yule mzee nje hakuingia hospitali, akaona ni bora zaidi aondoke na asimuone mwanae Songi. Sasa baada ya siku kadhaa Songi akawa anajiandaa kutoka hospitali kwani tayari alikuwa anakaribia kupona, lakini msaidizi wake akafika na kumwambia, "Kila kitu kipo lakini viatu vyako sivioni." Binti akashangaa, akakumbuka mara ya mwisho Mingyu alivilizia vile viatu, akajua lazima atakuwa ni yeye kavichukua kwa sababu yeye ndiye alikuwa pale hospitalini kumwangalia. Wakati huo Mingyu alikuwa darasani akifundisha kama kawaida, mara kisimu chake kikaanza kulia pale. Sasa alikuwa anatumia kasimu fulani ka zamani hivi vinakuwa kama alarm. Wanafunzi wakaanza kucheka kwani hawakufikiria kama profesa wao anaweza tumia kisimu cha zamani vile. Kumbe alikuwa ni Songi. Mingyu akamfuata na kumwambia, "Kuanzia sasa sitaki tena unibipu na ufute namba yangu." Songi akamuuliza, "Viatu vyangu viko wapi?" Mingyu akasema, "Viatu gani?" Songi akamwambia, "Unajifanya hujui wakati wewe ndio umevichukua." Lakini Mingyu akamwambia, "Mimi sijui viatu vyako vilipo na wala sijavichukua." Lakini kumbe ukweli alivichukua ili kumzuia Songi asije akaenda ile sehemu na akapata ajali. Sasa huku yule leo alikuwa na kaka wa Giyong anaitwa Wang. Ana mahusiano asili na Wang. Sasa akamwambia Wang kuwa unatakiwa mshauri mdogo wako Giyong aache kumganda Songi, kwani mimi na wewe tukioana na wao wakioana, mimi na Songi tutakuwa ndugu, kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu mimi na yeye tuna bifu. Lakini Wang akasema, "Unamaanisha unataka nikuoe?" Yule akasema, "Ndio, japo mahusiano yetu ni asili au hunipendi?" Wang akabaki kimya. Yule akasema, "Basi inamaanisha unanipenda." Yule akamwambia, "Pia usijali, mimi sitamwambia mtu kuhusu siri zako ambazo unazijua." Bwana Wang ni mtu katili sana na kuna mengi yapo nyuma yake. Tutayajua polepole kadri drama inavyozidi kusonga mbele. Basi yule akasema, "Mtoto wa mwenye kampuni la Elo Group anafunga ndoa, basi twende pamoja katika pati." Lakini Songi alikuwa mbishi, akaagiza pea nyingine ya viatu na viatu vile vile vikafika. Kisha akampigia Mingyu, lakini Mingyu hakupatikana. Basi akamwachia ujumbe wa sauti kuwa, "Profesa Mingyu, najua una viatu vyangu, nimekusamehe na nimeagiza viatu vingine, lakini nataka samani yako." Sasa baadaye Mingyu akaupata ule ujumbe wa sauti na kusikiliza, akagundua kuwa Songi kapata viatu vingine ambavyo ni hatari kwake, kwani alishamuona kwenye ndoto anaenda kuangukia kwenye maji. Sasa Mingyu kuangalia kwenye TV akaona mahali ambapo kwenye ndoto ndipo alipopaona Songi akiangukia. Sasa kumbuka binti naye ni star, naye alikuwa amealikwa na ndo akawa anafika yale maeneo. Sasa Mingyu kuangalia akamwona Songi kafika kwenye ile pati na kavaa viatu vile vile alivyoviona kwenye ndoto. Hii inamaanisha kuwa Songi yupo hatarini. Bwana, je, Mingyu atafanikiwa kwenda na kuwahi kwenye sherehe ili amuokoe Songi? Bwana, mimi sijui. Majibu yote yapo katika nafasi ya 4 ambayo inakuja soon, na huko mbele mambo yanazidi kuwa
kuwa ya moto zaidi. Basi Song anazidi kupata maadui wanaomchukia, lakini pia siku za Minju kubaki duniani zimebaki chache sana, na pia Gyeong ni mtoto wa chairman na kuna bifu kubwa sana linaibuka huko mbele kati ya Minju na Gyeong. Basi mimi sina la ziada. Kama ulikuwa bado hujajiunga katika channel hii, join nasi kwa kusubscribe na washe notification bell ili uendelee kupata taarifa zetu kila siku. Basi usikose katika sehemu ya 4, na mimi naomba nikuage na tukutane katika episode inayofuatia. Bye bye.